Unataka nani anipe huduma? Sasa nisikilize. Utaamua wewe. Nikupe huo msamaha au nisikupe? Na msamaha wako inategemeana na hiyo pesa. Najua unaomba hiyo hela ili ukampe umpendaye. Hela ya mapenzi, mapenzi. Hela ya mapenzi, mapenzi. Hivi Chadi, ni mara ngapi nimekukataza, nimekupa onyo kuzoeana na huyu mwanamke, kuwa karibu na huyu mwanamke, lakini unisikii? Sasa nisikilize, fanya maamuzi. Kama unampenda yule mwanamke, nenda kawe naye, na kama unanipenda mimi, nishakwambia sitaki mazoea na yule mwanamke. Mimi najua maneno ulisema hayo. Mimi mwenyewe bado nishangaa kwa sababu nanda nirefu kweli sijaongea naye. Alafu na amekuja hapa, yani na hapo kwa Mungu. Mimi mazoea naye sina huyo. Nishanitema nanda nirefu, takia useme tu nisiongee naye. Siongee naye chochote. Sasa nashangaa tena anakiibuka nyumbani hapo wewe. Unafuata nini? Hii inanipa nguvu ya kupenda kwa dhati. Kwa sababu najua ukipenda umependa. Na nitahakikisha uwe wangu. Iwe jua iwe mvua. Mkombo wa Kimungu ni tu mwanamke ule siongee naye. Wala sijamuita, nikabuka kama kizuka tu hapa. Chadi. 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 Viatu vyangu viko wapi? Viatu vyako viko ngongoni huko. Wewe umeniona mimi nimeshika viatu vyako? Wewe mimi nimekuja tu umeninyima hela. Umeninyima hela mimi nimeondoka zangu bila kitu bila chochote kile. Hata hivyo unakuja unanikuta mitahani huko unanipa kazi ya mimi mwenyewe. Ulinisikia lini mimi ninaiba? Makonde. Wewe umekuja nyumbani kwangu kuomba hela, nimekunyima hela. Naingia ndani dakika 0 natoka sijakuta viatu vyangu. Viatu umeiba hujaiba Makonde? Yaani leo ndo nimeamini kweli wewe Tahira. Yaani mimi nishika viatu vyako wewe. Viatu vile mbele wala nyuma. At least viatu vingekuwa vya vipe kidogo nikisema ninaenda kuuza. Viatu vile hata 500 siuzi, nichukue mimi ninajipa kazi, ninajipa kujitia haibu mtaani hapa kiasi gani. Vile sio viatu vya level yangu upo. Mimi ninabeba viatu vya maana. Sio vile makanyaba ya ndala za chooni. Makonde nakuita mara 3. Anago igot mapok nogo igwari merunyua lebundi. Makonde nitakupiga bonge la kichwa. Ndala za chooni zile ndo ulizoziiba wewe. Kataa kubali, ndala zangu umeiba. Na kama umechukua viatu vyangu na unakataa na kuloga. Mimi ni Mjaluo, sicheze wagwe ovyo ovyo Makonde. Nitakuloga mlogo ambao hujai kulogwa tangu zaliwe. Na huo mlogo nikikuloga, kichwa chini miguu juu. Makonde. Mimi sijachukua viatu vyako bwana. Mimi nichukua viatu vyako wewe kazi gani? Mimi sina viatu. Ningekuwa mimi nina shida sana. Ningechukua viatu vyangu, ningechukua viatu vya ndogo wangu. Sio kuchukua makanyebo yako wewe, viatu vya chooni mimi navipeleka wapi? Usinichanganye. Wewe si wakali. Anagoi, si wakali ya birogoi. Buagnie. Pesa na ibrodu wako. Awacho ni pesa na ibrodu wako. Pesa na kukwa kakinyano daku. Makonde uache na ikwalo okanya luongi si wakali tijakuo. We si wakali wewe. Takufumua kudadadeki, nitakupiga wewe kitu ambacho. Nakwambiaje, nitakukamata mbwa mkubwa. Yaani unanipia viatu afu unaenda kuuza 500. Subiri. Natembea kwa miguu. Viatu vimepasuka. Mtaa wangu. Kwa sasa mimi najua kila kitu. Alisababisha mpaka umekuwa hivyo.
unalewa ovyo, mara unagaragara na barabarani, ni ndugu zako. Na mimi nipo tayari kabisa kukusaidia. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe najua wapi pa kuanzia. Kwa hiyo usijali kwa chochote, niko kwa ajili yako. Achana nao. Ndugu mieyusho. Ndugu mieyusho sana, hususan ndugu upande wa baba mieyusho. Kwa mimi naishi tu kwa sababu wao wanataka mimi niishie, lakini bado mimi naishi. Yaani wanapotaka kunipeleka mimi nawapeleka ninapotaka mimi. Wewe haina haja yoyote ya kuingilia. Acha kabisa. Nyumba wakati inatengenezwa mimi nilikuwa naiona. Kwa hiyo inavyobomoka ndo naiona kabisa. Wewe acha, mimi nitajua na malizaji. Najua ulisolve tatizo kama hiyo. Asante kwa chips. Hizi chips za shija hizi. Mimi siwezi kuacha kukusaidia. Nitapambana nao mpaka mwisho. Lakini na wajua alohusika. Ila sijui wamekufanyia kitu gani na kwa malengo gani. Naomba uniambie. Mtu akitaka kufanya baya anafanya tu. Iwe anakujua, iwe hakujui. Tena hususan hawa wanaotujua ambao baadaye wanajifanya watujui. Wanakuwa wabaya sana. Ogopa sana kumpata rafiki ambaye baadaye anakuwa adui. Anakuangamiza vibaya mno kwa sababu anakuwa anajua kila kitu kinachokuhusu. Wewe si uliruhusu ukafungua koo ukamwambia kila kitu. Basi baada ya kumwambia kila kitu yeye anatumia udhaifu huo. Na yeye anatumia udhaifu huo kufanya kitu kinachohusiana na yeye. Kwa hiyo achana nao. Usijali wala nini. Kila kitu kitakuwa hadharani. Haya kawaida tu, lazima iwe ngumu ili waipate wachache, lakini siogopi wala nini. Mapenzi. Dada, shikamoo. Yaani hiyo shikamo yako ungiona ya maana na ungiona ina thamani kunipa mimi. Ungenipa siku niliyokuja kwenu. Yaani wewe kunifukuza mimi? Ukunifukuza kama unijui. Kama sasa mimi sitaki shikamo yako. Kama unaiona ya maana ipeleke tu hivyo akaangalia ngade. Jinga wewe. Dada, saa mimi sina maneno mengi. Mimi nataka kukwambia kana ndugu yako vizuri, umwambie yule mwanamke sio mwanamke mzuri. Mimi naongea haya sio kwamba namtaka mdogo wako, bali namuonea huruma. Nimemshuhudia yule mwanamke akikumbatiana na mwanamume mwingine na akipigana mabusu kabisa. Yaani wapo na furaha kabisa. Kama nataka kukwambia, kaa chini na ndugu yako vizuri, umwambie yule Makombo ana mwanaume mwingine. Nisikilize nikwambie. Mimi hapa unavyoniona sasa hivi nimebadilika. Yaani nimekaa nimetafakari, nimekaa nikajua tu hata kama nikafanya vita, Makombo ndio akashakuwa wifi yangu, ndafanyaje tena? Nakubali tu hivyo hivyo. Sasa wewe usilete tena hapa ukanileta unafiki wako. Mimi unafiki wako siutaki. Kwa sababu unanijua. Mimi nikibeba jambo linakuwa jambo kweli. Sitaki, mimi nataka mambo kushahidi. Dada, mimi sio kwamba eti namtaka mdogo wako. Mimi namuonea huruma, na kama ushahidi mimi ningekuletea. Wakati nachukua ushahidi, kuna mlevi kaja kanipola simu. Na mimi nafanya yote kwa sababu mdogo wako hastahili kuwa na ule mwanamke. Kwani jambo hili liko serious? Dada, namaanisha. Wewe umemuona wapi? Dada, nimemwona kwa yule mwanaume. Yupo mpaka sasa hivi yupo? Sio leo, ni muda mrefu kidogo umepita. Maana nimeona ningemwambia Chadi asingeniamini. Mimi nilijua tu. Yaani mimi nilijua Makombo mimi ampendi ndugu yangu tukiaje. Yaani mimi nilijua kwamba yule anacholesha na ananichezea. Yule sio level yake sasa hivi. Lakini ukimwambia Chadi tunafika mpaka sisi kugombana na kutaka kususa nyumbani. Hataki kuula kabisa kisa Makombo. Yaani mimi nashindwa kumuelewa. Yaani Chadi sijua milongo, sijua amefanyaje. Yaani sielewi tu. Yaani ninakwambiaje huyo Chadi huyo. Mimi atanieleza leo. Yaani nenda kumwambia hivyo. Yaani huyo Chadi mimi anijui. Na nijue kabisa. Na huyo Makombo na mimi anijui vizuri. Sasa mimi leo namuelekeza Chadi. Kama nielewe atakubali kuhama nyumbani kwangu akamfuatia Makombo. Maana yule mimi ananizalau sana. Yaani kila ninachomuelekeza mimi kama dada yake hataki kuniambia. Yaani sasa hivi ameotambawa ananitia kiburi. Ananitia kiburi Makombo. Sasa huu unaona mimi ninakwenda nitakuletea habari. Yaani Chadi nielewe. Takuletea habari utasikia.
Priscilla, mimi nina wazo. Hivi unaonaje hili swala tukafikishia ndugu zenu ili tusaidiane kwa pamoja kumsaidia Butua? Aileen, haina hata haja ya kuwafikishia ndugu zangu. Ili swala nilipo ndani ya uwezo wangu. Kwa hiyo nitadili nalo mwenyewe. Alafu pia hata wewe naomba ukae nalo mbali. Kwa sababu nishapata mbadala wa ile kazi ambayo nimekupatia. So step away from it. Uko serious kabisa na kitu unachokiongea? Yaani mimi niache kumsaidia Butua? Sikiliza nikwambie. Kila kitu kinachomvuta Butua mpaka anakuwa katika hali kama ile, najua kabisa wewe ndio mhusika mkuu. Popoa jambo ulishanifikishia mimi, siwezi kulifumbia macho. Yaani lazima Butua nimsaidie. Kama hutaki ni wewe. Wewe. Njoo. Umemwambia nini yule binti? Kwani mimi nimemwambia nini? Mimi sijamwambia bwana chochote dada. Adela. Umeongea nini na yule binti? Unajua kaniambia kila kitu hapa. Ndio mimi nimemwambia. Lakini Aileen aliniambia atamsaidia kwa Butua. Kwani dada, uona ufurahi kumwona Butua kwa hali kama ile? Sasa sikia. Namalizana na yule binti, alafu nitarudi kwako. Jadi kijana mtanashati. Nini mtu utaki kumwacha mwenzako kaenda amani hata kidogo? Mimi ndoka nyumbani kuja kupunga upepo huku kwa sababu mimi kelele yako. Nimekuja kukaa kijiweni huku. Umenifuata mpaka kukupa kijiwe. Unataka nini? Kwanza wewe amani uitake hii nchi yako hii. Wewe uitake amani nchi hii yako wewe. Nisikilize kwa makini, umeelewa? Mimi wewe kile siku nikikwambia kwamba Makombe sio mwanangu maana. Unaniona mimi nikufidinisha. Unaniona mimi sikupendi wewe ndugu yako. Au mimi simpendi Makombe. Sio kama mimi simpendi Makombo. Yaani wewe Makombo nikutumia tu. Makombo kupendi. Mimi leo kwenye heka zangu za hapa na pale nimekutana na Kamila. Kamila ananisimamisha, anaongea kwa uchungu. Anaongea kabisa kuonekana kwamba yeye amekuta Makombo na mwanaume. Tena wanakumbatiana na kubusiana kabisa. Mara wanaitana bebe kabisa. Amenielekeza na yani nimeumia sana. Lakini mtu wenyewe ninaumia mimi, ninaomnia huruma. Yaani yeye mwenyewe hajionei huruma. Yaani unanikwaza kweli yani. Maneno hayo sio mageni jijini hapa. Kila siku nakuja na propaganda hizo. Kuniambia Kamila Makombe. Kwa nini nina kitu kingine cha kudiscuss mimi na wewe kujenga maisha? Tuangalie tunapataje hela kustulungi maisha. Halafu nchi yetu sote. Sio yangu wala sio baba yangu lakini yetu wote. Mimi mwenyewe na mkono wangu kwenye kujenga nchi na taifa hili. Wewe unakuja hapo unaniletea kesi kuhusu Kamila Makombe. Yaani kesi ya nyani amekuletea wewe ngedele. Halafu sasa hivi unakuja kusema eti Makombe sijui ya kupendi. Kuona Kamila sijui Kamila kafanya nini. Kamila wewe mwenyewe unajua unataka nini kwangu. Ndio maana kila siku unatoshia mambo mapya tu. Halafu sasa hivi unakuja kuonesha wewe mimi ni muone Makombe mbaya. Da. Yaani huu mtihani kweli. Unahisi wewe ulienda kusoma darasa la vipofu sio la akili. Mjinga wewe. Wewe Kamila useme na kupenda. Kamila ameanza kukuacha wewe, amekuacha aje kufuatilia aje kufanya nini? Na wiki ngapi? Mbona na shobu ni wewe? Yeye ameongea kwa uchungu. Yeye amesha move on, yani kutaki tena. Makombe huyu ndo amekuti ni mwanaume, unosema wewe nakupenda, unosema wewe tunaofanya mimi na wewe tunagombana kila siku nyumbani. Amekuta na mwanaume huko. Alafu nakuja kukumbia unasema kesi ya nyani anapelekea ngedele. Niache. Hivi wewe unataka mimi nikwambie nini mimi dada yako? Ili upate kunielewa wewe. Wewe sikiliza wewe. Kama una jambo la msingi, usione kuja kuniwekea kijiwe mimi kuja ongelesha. Kuja kuniangalia kunifuatilia sitaki kama mambo yako sio ya msingi. Sasa hivi tuangalie kwa sababu tunakula vipi, tunavaa vipi, tunaishi vipi. Sio kudiscuss mambo yashopita. Mambo ya mimi hayapo kilini.
Alafu huyo Makombo shienda tu watu. Ndio maana sasa hivi ndio wote nikimwangalia mdomoni mvidonda tu kujing'ata. Si ninasema yeye tu. Ana mada nyingine. Achana na mimi. Wewe Jadi. Hivi hii adabu ya wapi? Yaani mimi mkubwa ninaongea, sijanyanyuka, ananyanyuka yeye anatoka. Hivi hamefunzwa wapi? Au ndo anafunzwa na Makombo Yaani Makombo anampa jeuri sasa ananidhalau mpaka mimi dada yake. Hivi huyu Chade na nini huyu? Sasa mimi nitamwambia Kamila sasa. Kwa nini siku kimuona Makombo na mwanaume wake? Yaani tumfuate mpaka Chade tunchukue, tumpeleke mpaka eneo la tukio. Au achukue ushahidi kabisa. Yaani nikifika namuonyesha tu Chade. Huu hapa ushahidi. Unaona? Huyu ndo Makombo wako. Unaona lalia kila siku. Unaona lalamika kila siku mimi nakufitinisha. Yaani huyu mtoto au huyu tulibadilisha hospitali huyu sio mtoto wa damu yetu kabisa. Lite ngekuwa mimi ndugu wangu kabisa angenisikiliza. Kwa nini anashindwa kunisikiliza mimi na anasikiliza Makombo? Yaani Makombo ndo anampa jeuri, anampa kitu mpaka ananidhalau mimi. Yaani mimi mambo yangu yananichanganya na yeye ananichanganya. Yaani wewe bora ningekubadilisha na lamba kwa chuma mjinga wewe. Yaani wewe tungekubadilisha na lamba tunasema tunakula tunapata ladha. Kuliko vituko unavyonifanyia mimi. Yaani kila siku tuishi kugomba. Kisa Makombo. Huyo Makombo tufika mwisho sana. Yaani sijui ukoje na ipo siku vilago vyake atavikuta kwa Makombo. Shenzi mkubwa. Mkuda, nimekuita hapa kuna kazi nataka nikupatie. Na nadhani ukifanya kazi hii itakuwa bomba sana. Lakini nafikiri itakuwa ni ndani ya huo mpango wa Butua. Sidhani kama kutakuwa na kazi nyingine tofauti na hiyo. Hapana, haihusiani kabisa na ile ya Butua. Hii ni kazi tofauti kabisa. Na utaifanya hii kwanza, alafu baadaye ndio utakuja kumalizia ile ya Butua. Lakini kwa nini unipe kazi nyingine wakati unajua kuna kazi mbele yangu? Kwa nini usiniache nikafanya kazi ya Butua nikamaliza? Na hii kazi ya Butua mimi kwangu ndio itakuwa kazi ya mwisho. Sidhani kama naweza nikafanya kazi nyingine tofauti na hiyo. Na ninajilinda mimi mwenyewe. Sidhani kama naweza nikafanya kazi nyingine. Naomba niache nifanye kazi hii basi. Kwa hiyo, utafanya hiyo kazi au hautafanya? Siwezi kufanya kazi nyingine tofauti na hii kazi ambayo ulikuwa umenipa. Siwezi. Lakini kama ni hiyo kazi ambayo ni ya Butua nitafanya. Huwezi kufanya. Sasa subiri ukaozee jela. Lakini mbona unanifanya kama niwe najutia kila muda? Niache basi nifanye kazi hiyo nimalize. Sawa, ni kazi gani hiyo nyingine ambayo unataka niifanye mimi? Karen. Hivi Kamila, wewe unataka nini kwenye maisha yangu? Nini ambacho unakitafuta haswa huko kwenye upande wa maisha yangu? Maana naona tayari tena unaanza kunifuatilia tu. Mimi nakumbuka mara ya mwisho wewe mwenyewe ndio ulikaniambia kwamba utaki mazoea. Nikae mbali na wewe na mimi niwe mbali kabisa na maisha yako. Nisikufuatilia. Yaani ikawa inaonekana kama vile mimi ndo nina njaa sana yani. Kama vile mimi ndo nikitaka ukaribu kweli kutoka kwako. Aya, leo imekawaje tena? Unikifuata dada kumpa maneno nafiki na uongo. Kunsingizia mambo mwanamke wangu Makombo ambayo hajawahi kufanya. Wala hajawahi kufikiria kuyafanya. Unataka nini? Kocha, jiwazani mimi ni muongo. Vile vitu nilivyoviongea ni vya kweli na najua tu ningekufuata ningekwambia usingeniamini. Ndio maana nimemtumia dadako ili aje kupambia. Hivyo vitu ni vya kweli kwa sababu yule mwanamke yeye hakupendi, ana mwanaume mwingine. Chadi, hebu elewa basi. Hebu wacha uongo na ugombanishi. Yaani sura yako tu inaonyesha wewe ni nafiki. Unataka mimi mambo yangu ya bumoke. Umeshaharibu karibu wangu mimi na wewe, unataka uharibu tena karibu na kwa mtu mwingine. Kwa nini? Yaani unakuwa unafaidika na nini hapa? Wewe ushanipunguza mimi shega tu fresh. Maisha yangu mengine yanaendelea. Wewe kwa sababu una marafiki ya na Kaleni, marafiki yako kina Renee, sijui kina nani, unataka na mimi nipunguze tangu karibu. Wakati wewe tayari utoka karibu upo na karibu tu kama kawaida. Mimi sitaki bwana. Fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Mimi nakuheshimu.
Kwa hiyo ninavyokuheshimu wewe na wewe uheshimu watu wanaonizunguka mimi kama ninavyokuheshimu wewe. Hapo ndio mimi nielewa. Iwe mwanzo ni mwisho. Yaani siku nyingine ukimfuata dada au ukimfuata mtu yoyote karibu yangu, itakuwa sio maneno tena. Tutafika mbali.